Elisha akachukua hatua ya kujua kwamba Gehazi hajawa na macho ya rohoni. Gehazi bado hajafumbuliwa macho ya kuona kwamba sisi hatulindwi na risasi. Watumishi wa Mungu hawalindwi na silaha za moto, ila tunalindwa na silaha za mbinguni. Bwana Mungu, haleluya. Amina. Tunalindwa na silaha zetu za kimya kimya. Biblia sema akamwambia Gehazi, Gehazi, jeshi tulilonalo sisi ni kuu, lina nguvu kuliko jeshi la maadui. Gehazi kuamini. Ndipo Gehazi, Elisha akachukua hatua kuomba kwa Mungu ili Bwana afungue macho ya Elisha aone jinsi ambavyo Bwana anawapigania. Biblia inasema ndipo Mungu akafungua macho kidogo kwa Gehazi. Gehazi alipoangalia nyuma yao wamesimama na Elisha, akaona jeshi kubwa la mbinguni limewazingira nyuma yao. Biblia inasema alipowaona lile jeshi, lile kundi la jeshi, Gehazi akatiwa moyo. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya miaka ya watumishi wa Mungu inavyoongezwa, miaka ya waliookoka inavyoongezwa, inaongezwa kwa sababu ulinzi wetu ni Mungu. Ndio maana unapaswa kumtumikia Mungu pamoja, kwa sababu ulinzi wake wako ni mkubwa sana. Sikiliza, ukiwa umelala, mimi huwa najiuliza nikiwa nimelala, naweza nikalala saa 4, lakini ule muda wa kuchukuliwa na usingizi huwa sijuagi kimechukuliwa saa ngapi. Labda mwenzangu nikuulize wewe, unaweza kuandika muda ambao unaweza kulala usingizi ukupitie. Ukaandika sema mimi nimelala saa 4 nikawa kitandani kama naongea kitandani ila saa 4:30 ukaandika. Utakisika leo kama wala usingizi unakuja kama vile mwezi. Wewe unapokuwa umelala huwa hatujuagi, je, tutaamshwa? Ndio tumia lugha kusema sijaamka. Usitumie lugha kama nimeamka. Unasikia mwanangu Felisa, useme nimeamka. Wewe unaweza kuamka, sema nimeamshwa na Mungu. Yeye ndo anatupiga na kuamka. Ukiwa umelala hatujuagi kinachoendelea ni nini. Lakini Mungu anakuwa anashughulika na moyo wa kila mtu. Anashughulika na nafsi zetu. Anashughulika na roho zetu, kuzihifadhi ziwe salama katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho, wakati hatuoni, masikio hatusikii, na viungo vyetu vingi havifanyi kazi yake, yeye viungo vya Mungu vinakuwa vinafanya kazi vyote kwetu. Amina, amina. Ndio asema maisha ya wenye haki, miaka ya wenye haki inaongezwa. Na inaongezwa kwa sababu la pili, tunaongezeka miaka ili tumtumikie Mungu zaidi. Tuhubiri Injili hata kusikofikika Injili, tupeleke Injili. Ndio maana Mungu anatufanya tudumu kuishi ili kuendelea kuhubiri habari njema. Kumpata mtumishi ni kazi. Kumpata mlokole leo aliye sahihi ni kazi. Kuwapata mabinti waaminifu nyumbani mwa Mungu ni wachache. Kuwapata vijana wa kiume walio waaminifu nyumbani mwa Bwana ni wachache. Kupata watumishi ndani ya nyumba ya Bwana waaminifu leo ni wachache. Ndio maana Mungu akimpata mmoja anamlinda. Tunaona mifano alivyowalinda watumishi wa kwanza. Walipolinda kina Ibrahim, kina Isaka, kina Yakobo. Alipowalinda watumishi wake, kina Yona anaenda Ninawi. Mungu anazidi kumfuatilia kumlinda. Akataka kukimbia, akaingia kwenye merikebu ili akimbilie sijui wapi. Mungu akamfuata huko kwenye maji, akamrudisha. Akamwambia mimi nimekutuma upeleke habari zangu wapi? Ninawi. Unaenda wapi? Alau walikuwepo na watu wengine ambao wangetumwa. Lakini kwa nini Mungu anafuatilia Yona? Kwa sababu kwa Yona alikuwa amewekeza kitu. Na ndio maana alipozama kwenye maji Yona, umewahi
kusikia habari tafsiri. Biblia inasema alipokuwa tu akizama kwenye maji, kutoka tu kwenye maji. Biblia inasema nyangumi alimmeza Yona. Sababu mkubwa alimmeza Yona. Akawepo tumboni mwa samaki siku 3. Yona akawepo kwenye tumbo la samaki siku 3. Hapo Biblia inasema akapelekwa kule alikokuwa anakataa siende. Ndio samaki anakwenda na mtapika huko. Kwa nini? Kusudi la Mungu halipingiki. Kusudi la Mungu halizuiliwi na mtu awai yoyote. Kama Mungu amekutaki kuwa mtumishi wake, utakuwa mtumishi wake daima na hakuna kutoa udhuru. Kwa mimi siwezi kufanya. Naona mimi sijui kuzungumza. Akasema mimi ndiye ninayemwandaa mtu. Hata kama hajui kuongea, ataongea kwa sababu mimi nimemwagiza aongee. Bwana Mungu haleluya. Asante Yesu haleluya. Kwa hiyo nazungumza nini? Nazungumza namna ambavyo miaka ya wenye haki inavyoongezwa. Miaka ya wenye haki inavyoongezwa. Kwa hiyo unapomtumikia Mungu kwa uzuri na kutulia miguuni pa Mungu vizuri, Mungu anakubariki, anakulinda na magonjwa. Mungu anakulinda na magonjwa ya maambukizi. Mungu anakulinda na magonjwa ya maambukizi, magonjwa ya mlipuko yanayoambukiza kutumia hewa, yanayoambukiza kupitia maji, vyakula, yanayotupata kwa njia mbalimbali tusiyoijua. Mungu anatulinda naye. Lakini cha kutosha, Mungu anatulinda na ajali pia. Tunasafiri kwenye magari, kwenye ndege, kwenye vyombo mbalimbali. Lakini Bwana anafanya ulinzi. Kwa nini anafanya ulinzi? Kwa sababu yeye Mungu anafanya kazi pamoja na wale wampendao. Kwa hiyo anakuwa anashughulika pamoja na mtu huyu tangu akiwa mdogo mpaka akiwa mzee. Kwa hiyo anakuwa amewekeza hazina yake kwa huyu mtu. Lakini jambo la tatu, kwa nini huyu mtu anahudumu sana? Huwa mtu wewe anapewa ufahamu wa kujua jema na baya. Jambo la tatu, huyu mtu anapewa ufahamu wa kujua jema na baya. Mtumishi wa Bwana anapewa akili na maarifa ya kuwa na ufahamu wa kujua jema na baya. Mara nyingi tunakufa, mara nyingi tunapata matatizo si kwa sababu tu ni shetani, kwa sababu wakati mwingine ni sisi wenyewe tunajiingiza kwenye matatizo. Kuna vitu vingine sio lazima kutupata. Kuna vitu vingine sio lazima vikatupata, lakini vinatupata kwa sababu tumemkataa Mungu. Hosea 6. Ile mstari wa 6. Akasema watu wangu wanaangamizwa kwa sababu nini? Kwa sababu wamekataa nini? Maarifa yangu, nami nimekataa. Kwa hiyo Mungu ana wakati mwingine anatuangalia katika utumishi wetu. Je, tumesimama? Tuko vizuri? Tumefuata njia sahihi katika utumishi wetu? Aidha tunamtumikia tu Mungu kwa sababu wengine tumeona wanamtumikia? Yaani kwa sura nyingine tunafuata mkumbo. Bwana atusaidie. Amina. Bwana atusaidie. Amina, amina. Bwana atusaidie. Amina. Tumikie Bwana kwenye maisha yako. Miaka yako itaongezwa. Amina. Maisha yako yataongezwa. Amina. Atakulinda, anatulinda na uharibifu wa kila aina. Amina. Atakulinda na magonjwa ya kila aina. Amina. Na hata wakati mwingine kwa bahati mbaya tukipewa vitu vya kufisha. Usoma ile kitabu cha Marko sura ile 16:15. Ukisoma ukiendelea kutoka mstari wa kwanza kwenda kule chini, anasema hata mkipewa vitu vya kufisha havita wazuri. Usoma Marko 16:15. Kwanza mstari wa kwanza 16:15. Kwanza ukashuka. Kwanza 15 pale ukashuka. Hata mkipewa vitu vya kufisha havita wazuri. Kwa Mungu wetu wa mbinguni. Amen. Angalia Marko sura ya 15, 16:15.
watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kuua hakitawadhuru kamwe. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapona. Imesema hii Biblia yangu, tafsiri yake imesema hata ukipewa vitu vya kuua. Ile Biblia zingine zimesema hata ukipewa vitu vya kufisha havitawadhuru. Kwa hiyo huo ni ulinzi ambao Bwana anaufanya kwetu ili tudumu kuishi. Lakini pia kuna mauti ya kiroho ambayo hiyo lazima uiangalie kwa jicho la pili. Mauti ya kiroho inayoua roho, inayoua mtu asiwe na mahusiano mazuri na Mungu. Mtu anakuwa yupo tu, mwili anayo, afya nayo vizuri tu, na vitu vingine tunamwona navyo, lakini amepungukiwa kitu cha msingi, hana mahusiano mazuri na Mungu. Hii ni mauti ya hatari sana. Yaani mtu anafikiri vitu vya kibinadamu, vya kidunia tu, hamuoni Mungu kama ni muumbaji wake. Na wengine kwa mtumishi wa Mungu, kuna muda alimtumikia Mungu, lakini ifika muda ule ufahamu wa mbinguni, ule ufahamu wa kiroho ukauliwa, au yeye mwenyewe kwa tamaa zake, au kusababishiwa. Kwa hiyo kafakana na Mungu. Na watu wanaona wakati mwingine anaweza katukana matusi, hata katembea barabarani uchi bila Mungu. Anaweza kumtukana mama yake, baba yake, anaweza kafanya kaiba, anaweza kafanya chochote, kwa sababu mahusiano yake na Mungu haya, kwa lugha hii, amekufa katika ulimwengu wa roho. Bwana Mungu haleluya. Amina. Basi Mungu atusaidie, maisha yetu yatategemeana na mahusiano mazuri. Mahusiano yetu mazuri sisi na Mungu wetu yatufanya tuwe na miaka mingi. Yatufanya tuwe salama. Amina. Yatufanya tushinde. Amina. Kwa sababu Mungu ndiye anayetushindia. Mungu ndiye anayemshindia mtu. Mungu ndiye anayemshindia mtu wake. Mungu asaidie. Amina. Basi baada ya kusema hayo, nishie hapa. Mungu awabariki.